Guys, haina haja ya kuwa na VS. Haina haja. Yaani kama VS inaamua red card tu, mtu waambie. Refa anafunika tu taarieleweki. Kuna haja gani kuwa na VS? Kuna haja gani kuwa na VS? Siku zingine mechi zetu za Simba, marefa wachezesha wamevaa jezi za Simba, tujue ni mashabiki wako uwanjani wanachezesha mpira. Malengo ya rais Wallace Karia alikuwa mazuri kabisa, kuleta VS ili vilabu visionewe. Malengo alikuwa ni hayo. Lakini huwezi amini. What this? Yaani I can't believe, nashindwa kuielezea. Sijui nitazungumza nini hata watoto wangu au kizazi changu kiamini kwamba hii mechi ya leo Singida akapoteza. I don't know. Singida walikuwa bora kila maeneo. Simba tulikuwa imara kwa refa tu. Undo ubaya ubwela bababaki. Kudadadeki. Undo ubaya ubwela. Mimi niwaambie sasa tutasema nini kingine? Kila mmoja akaona kilichoendelea. Yaani refa. Alo, hapana. Yaani trust me. EVS haibadilishi kitu. Haibadilishi. Red card tu ndio inaamua. Penalty ile refa unafunika penalty ile. Refa kabisa una machako mawili unafunika penalty ile. Angalieni wenyewe, angalieni. Tukizungumza sisi tunaonekana sui nini. Marefa wa kibongo miayusho. Simba mechi ya tatu Simba dhoful hali. Mechi ya tatu dhoful hali, mechi ya tatu. Niambie zikifika mechi 10 inakuaje? Na hii bado ni raundi ya kwanza hii. Huu mzunguko wa kwanza. Kipindi Yanga na ubonda. Hii inaitwa aibu utaona wewe kudadadeki. Mimi kitu nachoweza kukisema, kipindi Yanga anaandaa timu, umeelewa vizuri, anaandaa timu kwenye uwanja wa mazoezi. Yanga akicheza unapigwa mpira hadi mtu unatamani mpira usiishe. Simba yetu ndo hii. Tunaiona wanangu. Afu eti timu wategemea ende kuchukua ubingwa. I swear to God. Simba hii ya kupepeana hii. Hii hatufiki kokote msimu huu. Sio kimataifa, sio kwenye ligi. Mechi ya tatu. Hebu semeni nyie, nikiongea mimi naonekana mchome naongea sana. Ongeeni na nyie mtusaidie jamani. Hii ni aibu. Watu wamewekeza, Singida kawekeza hela shingapi hapa? Refa, uone hata haya. Kuwa na aibu refa, mpira wa miguu. Kuwa na aibu. Watu wamewekeza hela, sio kufanya vitu vya ovyo kama hivi. Kama ulitaka Simba ishinde, ungemaliza mpira dakika ya kwanza, mpira umeanza, ukawapa Singida goli moja, Simba goli mbili, maisha yakaendelea. Aibu utaona wewe refa. Umekaza sura, umekaza fuvu. Guys, mimi kiukweli nataka niache kuangalia mechi za Simba. Nataka niache. Tagombana na watu. I swear nataka niache kuangalia hizo mechi. Nataka niache niangalie mechi za Yanga tu. Mambo gani ya hovyo haya? Kama una uwezo wa kushinda, fungwa. Ijulikana umefungwa. Si una uwezo wa kushinda? Unalazimisha refa timu ishinde, unalazimisha. Singida kapewa kadi karibia 6 7. Ibara timu moja tu. Guys, najua watu wengi mnajiuliza kwa nini Simba anapewa red card kila mechi. Wachezaji wanaingia uwanjani, wana uhakika refa ni familia. Na angalia matukio yote ya red card, refa analazimishwa. Mfano, hii mechi ya Singida ya leo, mchezaji kachezewa faulo. Refa kameza filimbi. Imefanya movement chupu Singida afungwe. Haya niambie, ile movement ingeza goli, refa uko na uwezo kukataa, ungeambia VAR ifunike. Wachezaji wa Simba wanaingia uwanjani wana hakika refa ni familia. Na hii mentality ndio inasababisha wachezaji wa Simba kila mechi wanakula umeme. Tuacheni kuhakikishia kuna VS inaamua red card tu. Mimi mchome mapovu na kuhakikishia hii Simba hatufiki kokote. Wallahi. Hatushiki hata nafasi ya 4 msimu huu. Mimi niwaambie kitu kimoja, mnaochezesha mpira. Marefa mnajizalilisha. Marefa mnaokuja kuchezesha mechi za Simba kwa intention ni kwamba mnakuja Simba ashinde, marefa mnajizalilisha. Mimi nawaapia. Marefa mnajizalilisha. Chezesheni. Timu yenye haki ya kushinda ishinde. Huu ni mpira wa miguu, kila mmoja anaona. Hii ni fedheha wanangu. Ligi yetu inatazamwa mbali, hii ni aibu. Yaani refa red card unalazimishwa.
Unaenda kuongea na uongozi wa sema jamani, unaongea na viongozi, unaongea kinyonge. Unaongea kinyonge nini? Wewe umeenda kwenye VS umejiridhisha red card, toka mbele, amecheza mchezo hatari, piga umeme. Guys, mimi kiukweli nikiambiwa nipange timu yenye safu hatari za ushambuliaji, ya kwanza Yanga, ya pili Singida, ya tatu TRA, ya 4 Azam, ya 5 JKT, ya 6 Simba. Nawaambia huyu Simba huyu hata tufanyaje zaidi ya kujizalilisha na kuonekana hii ligi ni yani ligi yetu ni ya kawaida. Mimi nawaambia haiwezekani. Haiwezekani maamuzi kama haya kwa unafanyika kwenye big match kama zile. Haiwezekani guys, tukichekeana hii Simba ipo siku tunashikamkia kimataifa. Tunashindwa kufocus kwenye usajili. Tushindwa kufocus kwenye uwanja wa mazoezi. Tunahangaika na marefa. Marefa wanajizalilisha, wanaonekana ni marefa ni kudadadeki. Guys, hamwezi amini. Huyo mchezaji aliyefunga ile goli kafungiwa na kamati ya masaa 72. Tarehe 19 saa 1 jioni mpaka barua inatoka masaa 72 hajatimia. Selemani Mwalimu alifanyaga kosa kama hilo. Mechi ijayo ikawa ni adabi Zanzibar. Zilikaa siku 5 hadi barua kuja kumwadhibu Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu akacheza dabi, ameweza kucheza dabi ndo akafungiwa. Inakuwaje huyu mmemfungia masaa 72 hajatimia? Au mimi kanuni sizielewi. Kamati ya masaa 72. Tegis Momanya amefanya makosa tarehe 19 saa 1 usiku. Na nyie kamati mnafanya kazi baada ya masaa 72. Ndio inabidi mtoe barua. Haya, huyu yametimia. Au nyie mkilala mkiamka mkijisikia mnaadhibu fresh. Kuna venye Simba tunaogopa Singida. Kuna venye Simba tunaogopa Singida. Yaani mchezaji kufungiwa kabla ya masaa 72. Kuna venye Simba tunaogopa Singida. Tukubaliane. Hizi ni figisu. Huu ni ubaya ubwela tunawafanyia Singida. I swear to God, huyu mchezaji masaa 72 hajatimia. Kafungiwa kivipi? Kivipi? Masaa 72 hajatimia. Kafungiwa kivipi? Kamati, kama masaa 72 yalikuwa hajatimia, kwa nini kosa lake msilimwadhibu kwenye barua zingine zinazofuata? Kwa maana Mabena TV, bahari ya michezo. Bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele kupata taarifa zote za michezo.